ikaendelea. Tunaona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye hawezi kukuacha. Anasema sitakukana wala kuacha. Basi Mungu anamtembelea huyu kijana ambaye ni Gideoni. Gideoni alipotembelewa na Mungu alishangaa sana, maana hakuamini ya kwamba Mungu anaweza kuwatembelea. Basi akawa anapepeta pale ngano na Mungu akamtembelea, akapata yeye anapepeta ile ngano, akamwambia shujaa wa Mungu. Gideoni alisangazwa sana. Mpendo, nataka nikuambie asubuhi ya leo, wakati wa Mungu anakutembelea, anaweza kuingia katika ile tunasema divine providence. Yaani yeye mwenyewe kwa maamuzi yake Mungu anaweza kukutembelea. Hatuchaona Gideoni yeye mwenyewe akifanya juhudi, akifanya bidii ili Mungu amtembelee. Lakini kwa sababu ya upendo ule wa Mungu, Gideoni yeye aliweza kutembelewa na Mungu akamsalimu kwa salamu ambayo hakutarajia. Kuna picha na taswira Mungu ako nayo juu yako. Labda wewe unachiona katika hali ile ambayo umejipata. Unachiona ya kwamba labda hufai kwa sababu ya dhiki na mateso na yale ambayo unapitia. Lakini katika picha ya Mungu, katika mawazo ya Mungu, katika makusudi ya Mungu, kuna vile Mungu anakuona. Mungu alimuona yule Gideoni, hakumuona kama mpepetase wa ngano, lakini Mungu alimuona kama shujaa. Na kwa sababu ya ile salamu ambaye Mungu alimsalimia Gideoni hakuamini ya kwamba yeye anaweza kuwa shujaa. Ndiposa akauliza, huyu Mungu yuko wapi ambaye tunamsikia? Mbona matendo makuu ya Mungu tena hayaonekani? Nataka nikuambie mpendo wa Mungu ni yule wa jana, leo na hata milele. Habadiliki. Tunaona ya kwamba kina Gideoni kabisa walikuwa wanafikiri ya kwamba Mungu amewaacha, kwa sababu Gideon walikuwa wameingizwa katika umaskini mkubwa. Gideon ni watu ambao walifika mahali wamepoteza ile heshima yao. Hawakuwa na service team. Yaani Gideon hakujiona ya kwamba ni mtu anaweza kufaa. Mpendo, asubuhi ya leo unaweza kufika mahali umesukuma na maisha, maradhi, magonjwa, uchochole, umaskini, hata kuonewa na kukataliwa, na ukadhani ya kwamba mbele ya Mungu hiyo ndio picha alionayo. Lakini tunaona ya kwamba salamu ambazo Gideoni alipokea siliweza kumsangaza. Wacha Bwana wa mbinguni akusangaze asubuhi ya leo kwa ile mambo na maajabu ambayo ataweza kukuonekania. Gideoni akiwa michificha kwenye ile mahali ambapo alikuwa anapepeta ile ngano. Mpendo, hakuna mahali ambapo Mungu hakuoni. Mungu anakutembelea mahali ambapo haukutarajia wala ukuwa na ufahamu ya kwamba Mungu anaweza kufika mahali ulipo. Labda wewe mahali ulipo unafika ya kwamba unafikiria basi hakuna kitu tena kinaweza kutokea kwako. Hakuna jambo Mungu anaweza kulitenda. Lakini tunaona ya kwamba Bwana akamsangaza Gideoni, akamsalimia salamu ambaye hakutarajia. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi yale ambayo umeyapitia, haijalishi wewe umeshaliwa katika mahali gani na unafanya kazi mahali wapi. Tunaona ya kwamba hapa mahali ambapo Gideoni alikuwa hakutarajia mgeni yeyote. Hakutarajia ya kwamba angeweza kutembelewa na mtu, maana alikuwa mafichoni akipepeta ile ngano. Wapendo, kuna mambo mengi ambayo yamefanya watu wametolewa mahali pao wanapofaa. Unajikuta ya kwamba unafanya kitu haukuwa na ndoto, hata kufikiria ya kwamba kuna siku utaweza kufanya hilo jambo. Ya kwamba there is something, kuna kitu unafanya katika maisha haya ambacho hicho jambo unalolifanya ni kinyume na ndoto na maono uliokuwa nayo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Gideoni alikuwa amepoteza kabisa tumaini, maana naona hakuna ushindi. Wametoka kuishi katika bichi, ile nchi ya ahadi ambayo ilikuwa ni nchi ambayo ingetiririka asali na maziwa, haifanyi hivyo tena. Kwa hivyo Mungu wetu wa mbinguni, yeye ni mwaminifu katika ahadi zake. Licha ya kwamba Gideoni na jamaa zake walikuwa wamepotoka, licha ya kwamba katika mji baba yake yule Gideoni, yeye mwenyewe alikuwa ameweka madhabahu katika mji wao, lakini hiyo haikuzuia Mungu kumtembelea. Mpendo, nataka nikuambie hakuna mahara papaya kiasi kwamba Mungu hawezi kukupata na akaokoa maisha yako na akakubadilishia maisha.
Tunaona ya kwamba katika ile mji walikuwa wanaabudu vinyago. Baba yake mwenyewe alikuwa ametoa sehemu ambayo matabao ya bahari na wengine yalikuwa yameinuliwa katika mji wao, lakini Mungu akamtembelea. Haijalishi msingi wako, haijalishi ulizaliwa wapi, Mungu wetu anaweza kukutembelea na akabadilisha yale maisha na akaweza kusema kweli yeye wewe ni nini mbele zake. Tunaona ya kwamba hii divine visitation ilileta mabadiliko juu ya watu ambao wanaonekana ya kwamba hawafai. Mpendwa, Gideoni hakuwa anajiona nafaa, lakini mbele za Mungu wewe ni mtu wa dhamana. Wakati Mungu anakutembelea atakusangaza sana. Tunaona ya kwamba siku moja Mungu amemtembelea Musa. Tunaposoma neno la Mungu katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 11, Kutoka sura ya 4 mstari wa 10, tunaona ya kwamba Musa amekuwa akisurura na kutembea na wale kondoo wa baba mkwe Jethro, ya kwamba akiwa kule jangwani, kule milima katika Sinai, hakuwa na tumaini ya kwamba anaweza kutembelewa tena. Ndiposa Mungu akamtembelea mahali pale. Musa alikuwa amekata tamaa, yeye amefanyika kuwa mtu wa kuchungia baba mkwe kondoo zake, naye akaona ya kwamba sasa hiyo ndio kazi yake. Hakuwa anaona tumaini, hakuna tumaini tena la kurudi Misri, maana alikuwa ni mtoro, amekimbilia katika nchi nyingine na amepewa hiyo kazi ngumu ya kusurura. Na Mungu alipomuita kutoka kile kichaka kilikuwa kinawaka moto, Musa alisema hii, who am I? Mimi ni nani? Wacha nikwambie, haijalishi wewe ni nani, Mungu anaweza kukutembelea mahali popote. Na Mungu akikutembelea atabadilisha dhiki yako, atabadilisha shida zako, atabadilisha magonjwa yako. Tunaona ya kwamba huyu Musa kazi yake tu alikuwa ni kutembea na kusurura huko na kule, lakini Bwana anaitinisha, Bwana anaweza kupromote. Mungu ana qualify wale watu ambao who do not qualify. Wacha Bwana wa mbinguni akuidhinisha wewe mwenyewe, kwa sababu wewe jinsi ambavyo unavyojitazama, labda umefika mwisho na unafanya kitu ambayo hufai. Lakini katika hali ile kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika. Vile vile Mungu anamtembelea Yeremia. Anamwambia Yeremia, njoo, nimekuita, nilikujua tangia tumboni mwa mama yako. Yeremia 1 mstari wa 6, Yeremia anasema, mimi sijui kuongea. Sio wewe ambaye Mungu anatazama. Mungu hatazami qualification zako, Mungu hatazami uwezo wako, lakini Bwana Mungu anatumia ile neema yake itakutosha wewe. Muamini Mwenyezi Mungu na aweze kubadilisha maisha yako. Mungu akatembelea kule Galilaya, akampata binti ambaye anaitwa Miriam, mamaye Yesu, naye akamwambia, utazaa mwana naye atakuwa mfalme. Na akasema, inawezekanaje mie ambaye ni binti sichaolewa nikamzaa? Hakuna jambo lisilowezekana katika watu wa Mungu. Mungu akikutembelea, lile ambalo linaonekana liwezekani, Mungu uliwezesha. Alimwezesha yule Miriam ambaye hakuwa ameolewa, hakuwa na mume, lakini katika uwezo wa Mungu tunaona ya kwamba hii ni miujiza ya kwamba Bwana Mungu anaweza kuumba kitu katika maisha yako hata ukujua, hata ukuweza. Bwana is a miracle working God. Anaweza kubadilisha mambo ambaye haustarajii ya kwamba unaweza ukayafanya. Tunaona ya kwamba Bwana huyu wetu wa mbinguni akikutembelea, yeye huleta mabadiliko, yeye analeta mageuzi yasiyotarajiwa katika ile macho ya kibinadamu. Bwana wa mbinguni ni mwenye uwezo mkuu. Asubuhi ya leo nataka nikuambia ya kwamba usikate tamaa. Bwana atakutembelea leo hii. Bwana Mungu atakutana na maisha yako. Wewe ambayo unafikiria kwamba umefika mwisho wako, wewe ambayo unafanya kazi hata ukutarajia, hukuwa na ndoto ya kwamba ungeifanya hiyo kazi, maono yako yanaonekana kana kwamba yamefika mwisho, nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu, ya kwamba hakuna jambo limeenda mbali sana Mungu aweze akalibadilisha. Hakuna umri umepita sana Mungu akikutembelea na ahadi zake hayawezi kutimilika. Ninakutia moyo mpendwa
ya kwamba wewe ambaye unatutazama, ya kwamba Mungu wetu anaweza kubadilisha. Unahitaji ule kutembelewa kwa Mungu, nawe maisha yako yataweza kubadilika. Haijalishi uko wapi, mpango wa Mungu utatimilika. Siku moja katika Biblia tunajua ya kwamba mfalme wa kwanza wa Israeli ambaye ni Sauli ametoka kwenda kutafuta punda wa baba yake ambao amepotea, na hakuwa na habari yeyote. Mungu amemteua kutoka nyumba ya Benjamini kuwa mfalme wa Israeli, na kufikiria ya kwamba anaenda kumtembelea na kuona nabii wa Mungu Samueli. Tunaona ya kwamba Sauli akawa ni siku yake ya kuteuliwa kuwa mfalme wa Israeli. Wacha Bwana akusurprise katika mahali ambapo uko. Bwana akusangaze kama vile alisangaza yule Sauli. Sauli ametoka kama mtu wa kwenda kutafuta bunda za baba wake, lakini akirudi, alirudi mtu tofauti. Alirudi akiwa amefanyika mfalme. Hata watu hawakuamini. Watu hawakujua ya kwamba kuna mageuzi, transformation ambayo imefanya kazi katika maisha ya Sauli. Na Sauli alipokutana na manabii ambao walikuwa wameenda kutoa unabii, naye akatoa unabii, wakashangaa wakasema, na huyu pia anaweza kuwa nabii? Mbona huyo Sauli pia ameweza kuwa ni nabii? Mungu analeta transformation. Mnaweza kukutana na yeye mahali popote. Katika shughuli zako za kawaida unafikiria kwamba uko mahali fulani, wacha Bwana atakusangaza. Mahali ambapo upo wakati huu mpendwa, kazi ambayo unaifanya wakati huu, maisha ambayo unayapitia wakati huu, nataka nikuambie mpendwa ya kwamba hapo mahali upo utakorogegwa. Bwana atakuinua tena kuendelea kuota ndoto zako. Hata kama mambo ni magumu, Mungu akiwa amekutembelea, maisha yako yatabadilika. Tunaona katika Biblia vile katika nyumba ya Yese, kijana mdogo ambaye alijulikana yeye ni mtu wa kuchunga kondoo, na tunaona ya kwamba nabii wa Mungu ametembea kwao kwa kina Daudi, Mungu ajitafutie mfalme. Na watu wote walioletwa, ndugu zake kina Eliabu, walipoletwa pale mbele ya nabii wa Mungu, Mungu hakuwachagua. Na Samueli akasema hatutaketi mpaka yule mdogo ameletwa. Na alipoletwa Daudi akamiminiwa mafuta, naye akaweza kujaza na Roho wa Bwana na akafanyika kuwa mfalme. Haijalishi wewe ni nani katika jamii yako. Unaweza kuwa mdogo kabisa, unaweza kuwa mtu ambaye watu hawatarajia kwamba na wewe, lakini Bwana anainua. Mungu wetu hana upaguzi. Alipomuinua Daudi, hata ndugu zake hawakuamini. Mungu anatia watu nguvu. Mungu uinua wasiofaa na akawafanya kuwa wamefaa. Mungu uinua watu ambao wanaonekana ya kwamba hawangefanyika kuwa kitu, na wanafanya kuwa kitu. Asubuhi ya leo mpendwa, umefika mahali unasema labda hapa kwetu hakuna kitu kitatokea. Hapa kwetu mambo yamepaki kuwa vile yalivyo. Asubuhi nataka nikuambie mapema ya kwamba leo hii ni siku yako ya kuwa na mtarajio wa kutembelewa na Bwana. Bwana Mungu akitembelea watu, nataka nikuambie ya kwamba maisha yao yanabadilika, maisha yao yanakuwa tofauti. Musa alikuwa tu anatembea tu, anatangatanga kule Sinai, na wakaweza kukutana na Mungu. Mungu atakutembelea mahali popote. Mungu atakuja mahali ambapo unafikiri haiwezekani. Katika huo mji wenu ambao watu wanafikiri ya kwamba hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka pale, Bwana Mungu akutembelea mahali pale. Anaweza kutembelea wewe mahali ambapo ufai, labda uko gerezani, labda uko katika hospitali. Tunaona ya kwamba Mungu amemtembelea Yusufu akiwa gerezani. Yusufu ako gerezani, ni mfungwa, na amefungwa katika chera mbaya sana, ambaye ni chera ya Farao. Na katika hali ile chera ambao wanafikiria kwamba ni chera mbaya, maabusu hawawezi kuokolewa kule kwa rahisi, basi Mungu akamtembelea pale katika ndoto zake, ambayo Yusufu aliota akiwa kwenye gereza, akiwa anatembelewa na Mungu. Ile ndoto yake ilimtoa katika ile chera na gereza, ikamchukua katika uhuru. Maono Mungu ameweka ndani yako, ndoto ambazo Mungu ameweka ndani yako, Bwana Mungu atasawawisha zile ndoto na yale maono ya Mungu ya kutoa katika mahali bathiki, mahali ambapo ni masaibu makubwa, mahali ambapo ni mahali pa mateso, nawe ukaweza kuwa umebarikiwa sana. Hakuna mahali Mungu hawezi kutoa mtu. Tunaona ya kwamba katika Galilaya, watu wa Galilaya walidharauliwa sana.
Hakuna mtu alifikiria kwamba kitu kizuri kinaweza kutoka Galilaya. Lakini Bwana Mungu alipomtembelea Mariamu kule Galilaya, watu hawakuamini ya kwamba Masia angetokea Galilaya. Nao wakasangaza sana. Hata wakasema kama nabii hajawahi kutoka Galilaya, yawezekanaje Mesia atoke mahali pale? Nataka nikwambie ya kwamba kuna watu tayari wako na picha kuhusu kwenu. Kuna watu tayari wanasema kule ule mji kabisa, kule wamekwisha. Kule hakuna kijana atakuwa, kule hakuna msichana ataolewa, kule hakuna mtu atamaliza shule. Asubuhi ya leo nakupa habari njema ya kwamba Mungu ni yule wa jana, leo na hata milele. Kama vile alitembelea watu, kama vile alitembelea Gideoni akiwa amejificha, kama vile aliweza kutembelea na kuinua watu wasiofaa, leo hii unaweza kuwa mtainiwa ambaye Mungu anaenda kukutumia na kuleta mageuzi katika mji wako. Matembeleo ya Mungu yanaleta mabadiliko, yanaleta tofauti kubwa. Umefika mahali ambapo unaona ya kwamba wewe ulizaliwa mahali pabaya, ulikuja dunia hii kwa njia mbaya. Wacha nikwambie, haichalishwi na haijalishi jinsi ambavyo ulijipata katika dunia hii. Mpendo hukuamua utasaliwa na nani, utasaliwa vipi, utasaliwa mahali gani. Lakini Bwana Mungu ana makusudi juu ya maisha yako. Tunaona katika neno la Bwana ya kwamba kuna kijana anaitwa Jefta, naye akasaliwa, ambaye na mama yake anajulikana na kuwa kahaba. Na huyu Jefta akawa ni shujaa. Mungu akamtumia na akawa mwamuzi wa Israeli. Haijalishi umefikaje dunia hii, hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kutumia. Aliweza kumtumia Jefta, ambaye kusaliwa kwake kulikuwa na katika ile judgment ya binadamu, hangefaa kwa mtu. Na Mungu akamtumia yule Jefta, na Jefta akaleta ushindi mkubwa, akawaokoa wana wa Israeli kutoka mkono wa Midian. Leo hii wewe ambaye watu wanakutazama jinsi ambavyo ulizaliwa, watu ambao wanakutazama wewe ni wanani, watu ambao wanasema wewe una huyu, una baba, una mama, una pale, Mungu wa mbinguni anaweza akakutumia na akaleta mageuzi makubwa na akabadilisha maisha yako, na wewe uweze kuwa suluhisho. Leo hii mpendo ambayo unatutazama asubuhi ya leo katika TV ya Ndizi hii, nataka nikuambie ya kwamba wewe ambayo unaonekana kama mateso, wewe ambaye unaonekana kama shida, wewe ambaye unaonekana kama mzigo, wewe ambaye umefukuzwa kama vile Jefta alifukuzwa na ndugu zake, ya kwamba yeye atapata urithi, kuna baba wako wa mbinguni ambaye atakuridhisha. You have a father, uko na baba ambaye anaweza kukuridhisha, anaweza kukupa manyumba, anaweza kukupa mashamba. Hata watu wamesema wewe haustahili kupewa shamba, haustahili kuwa na nyumba, haustahili kuishi mahali pale. Hii dunia ni ya Mungu, na kila mmoja wetu Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yake, nawe utabarikiwa. Kwa hivyo Mungu akikutembelea, maisha yako yanabadilika, njia zako zinabadilika. Huyo usikate tamaa, mpendo, jitie moyo, maana Bwana anakutembelea siku ya leo. Bwana anaenda kukutana na wewe. Bwana anaenda kukutoa mahali pale ambapo unafikiria umefika mwisho. Kama alitembea kwenye jangwa akakutana na Musa, kwa nini asikutane na wewe? Alitembea katika chera kule ambapo Yusuf ameuswa na ndugu zake, amewekwa kusiziwa na amewekwa mambo mahali papaya. Mungu akamtembelea mahali pale. Ni mahali gani ambapo uko asubuhi ya leo? Mungu wetu hawezi akakutembelea. Mungu wetu hawezi kufika. Nataka nikuambie mpendwa, usikate tamaa kwa sababu ya mahali ulipo. Usikate tamaa kwa sababu ya yale ambayo umetendewa. Wewe tazama mbele. Wewe umeanguka, simama tena. Inuka mahali ulipo. Usianguke ukanyamaza mahali pale. Pali simama na Mungu atakushika mkono na utafika katika hatima yako, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Labda mpendwa, umefanya kazi nzito, umefanya kazi ya kuchosha, umefanya kazi ambayo inaonekana haina faida. Tunaona siku moja Yesu ametembea katika bahari ya Galilaya na akakutana na wafufi. Mmoja wao ni Petero. Wakawa wamefanya kazi usiku mzima na hawakushika jambo lolote. Wakawa sasa wanasafisha nyafu ambazo hajashika kitu chochote. Yesu akaomba ile mashua ili aweze kuhubiria, kwa sababu alikuwa amefinywa, watu walikuwa wamemfinya sana. Wapendwa, hata Petero hakuona haja ya kutompea, kwa sababu otherwise ilikuwa empty, haina chochote. Basi Yesu akaasima ile mashua.
Tunajua neno la Mungu vile nasema ya kwamba baadaye akamwambia Petero, songeza hicho chombo uingize katika mahali pale bahari. Na yule Petero aliposikia yale maneno, akaweza kushika samaki wengi sana, hata chombo chao kikaanza kusama. Mpendwa, nataka nikuambie ya kwamba even at your exhaustion, wakati umefanya kazi nyingi, hakuna hata mtu anaona kazi hiyo, hakuna hata mtu anakupongeza. Umefanya kazi na umefika mahali unaona ya kwamba hakuna haja ya kuendelea. Nataka nikuambie ya kwamba Bwana Yesu Kristo yu hai, mkombozi yu hai. Wewe muamini Yesu Kristo, na mahali ambapo panaonekana ya kwamba hapana kitu, Bwana Yesu akuna uweza wa kufanya maumbile tena mapya, na mahali pale ambapo palikuwa wamekuchosha akageuza pakawa baraka. Ile bahari ya Galilaya, katika mawazo ya Petero ameona ya kwamba hakuna kitu hapa. Yesu akamwambia, songeza chombo chako kilindini. Akasema, Bwana, tumefanya kazi usiku kucha na hatujashika jambo lolote, hatujashika samaki. Lakini kwa neno lako wacha nifanye. Kwa neno la Yesu Kristo, mahali pale ambapo walikuwa wamekosa kuwa na samaki, usiku kucha wamefanya muda mrefu, kwa dakika chache, kwa muda mfupi sana, mahali pale paligeuka pakawa baraka. Ile bahari iligeuka ikawa baraka, kiasi kwamba waliweza kushika samaki wengi sana mpaka vyombo vyao vikaanza kusama. Ikawabidi waweze kuwaita wengine, kina Yohana na wengine wakuja wawasaidie, maana walipata samaki wengi sana. Hakuna mazingira ambao uko sahihi mpendwa. Bwana akikutembelea, Mungu akikutembelea katika mazingira hayo uliopo sasa, ambayo yanaonekana yamekauka, ambayo yanaonekana yana faida, ambayo yamekuwa fika mwisho wake, utakuja kujua ya kwamba Bwana atabadilisha. Bwana atabadilisha hayo mazingira yako, na hilo shamba likabarikiwa, na hiyo mji ikabarikiwa, na hiyo kazi ikabarikiwa. Kwa muamini ya kwamba, muamini Yesu Kristo ya kwamba yeye ubadilisha vile ambavyo vimechulikana kuwa tasa, vile ambavyo vimefika mwisho wao, wanajua hakuna tumaini. Yesu analeta tumaini mahali ambapo hapana tumaini. Yesu analeta ushindi mahali ambapo ushindi unaonekana ya kwamba hauwezi kupatikana mahali pale. Nataka nikuambie ya kwamba unahitaji kutembelewa na Bwana. Wacha Bwana akutembelee. Wacha Mungu wa mbinguni akutembelee katika maisha yako ya leo. Usikuje ukakate tamaa kwa sababu unafikiria kwamba umefika mwisho wako. That divine visitation inaweza kubadilisha hiyo hali ya dhiki. Inaweza kubadilisha hiyo hali ambayo inaonekana haina faida na ikaweza kuwa na faida. Ni jambo gani mpendwa unafikiria asubuhi ya leo, siku ya leo, ya kwamba haiwezi kufanyika? Labda uko na deni kubwa. Unaona ya kwamba hii deni sasa inaweza kunihamisha. Unaweza kupoteza shamba lako, unaweza kupoteza nyumba yako kwa sababu ya ile deni ambayo uko nayo. Watu wanaishi katika nyakati ngumu sana. Madeni imeweza kuwa vigumu watu kuyariba, lakini neno la Bwana linatupa tumaini. Tunaona katika Biblia ya kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye ni mwanamke wa nabii, naye alikuwa ni mjane, na wakawa wametoa watoto wao wawili wavulana kama roboni. Basi akamtembelea nabii wa Mungu, akamwambia, Bwana we, yule mdeni wetu, yule ambaye tulikopa pesa kutoka, amekuja kuwatoa watoto wetu awauze, kwa sababu mimi ni mjane na mume wangu mcha Mungu amekufa na sina kitu chochote. Basi mtu wa Mungu akamuulisha Elisha, una nini katika nyumba yako? Yule mama mchana akamsema, niko tu na chupa ndogo ya mafuta. Tunajua hilo neno ya kwamba akamwambia, nendo kaazime vyombo vingi kutoka kwa majirani zako, nukaweze kujifungia kwa nyumba yako wewe na watoto wako, mukayamemine yale mafuta, na ukishafanya hiyo utaona baraka za Bwana. Biblia inatuambia kwa ufupi, nataka niwaambie ya kwamba vyombo vyote vilijaa mafuta. Akarudi kwa mtumishi wa Mungu akamwambia, nifanyaje vyombo vimejaa mafuta? Akamwambia, nenda ukauze ukalibe madeni yako, na yatakayosalia yawe ni kwa ajili ya matumishi yenu. Mpendwa, labda umefika mahali ambapo huyo mama amefika. Umefika mahali ambapo madeni yanakuletea aibu. Umepoteza ile heshima
kwa sababu ya hali hiyo. Huyu mama akajua njia ya kwamba wacha niende kukutana na Bwana, na alipokutana na mtumishi wa Bwana, maisha yake na mambo yake yalibadilika. Nataka nikuambie mpendo ya kwamba hakuna jambo ambalo haliwezekani. Hakuna jambo ambalo halitafanyika. Nataka nikuambie katika hali ya dhiki na Mungu akikutembelea, mambo yanaweza kubadilika sana. Yule mama akayauza yale mafuta, na alipoyauza yale mafuta hakurudi tena katika hali ya ule uchochole na kuuza watoto wake. Wewe mpendwa ambaye una hiyo hali unayopitia asubuhi ya leo, wacha Bwana akutane nawe. Wacha Bwana abariki kazi ya mikono yako. Wacha Bwana abariki kile kidogo ulicho nacho, nikakaweze kikageuka kikakuwa miujiza ya kukuondoa katika hali ya ufukara na umaskini na aibu na ile ya kupoteza ile self esteem. Umefika mahali umejidharau, unaona ya kwamba wewe hufai jambo lolote tena. Bwana wa mbinguni atakuinua. Bwana wa mbinguni akutembelee. Bwana wa mbinguni akuonekanie, akayabadilishe hali yako na akaweze kuleta mageuzi makuu. Wakati wa kutembelewa kwa Mungu, mambo mengi yanafanyika. Bwana Mungu akikutembelea, mambo kadha wa kadha yatabadilika. Asubuhi ya leo tunaomba kutoka hapa katika kituo hiki ya kwamba Bwana Mungu akutembelee. Mungu akikutembelea, maisha yako, njia zako za mapato zinabadilika. Your livelihood will totally change, itabadilika. Bwana Mungu akikutembelea, ile heshima yako ya kibinafsi, self esteem, tena itarejeshwa. Ninakutangazia mpendwa ya kwamba wacha ile heshima ambayo umepotesha, Bwana Mungu akaweza kukurejeshea tena. Ninakuomba ya kwamba uwe na imani katika Bwana. Labda umefika mahali experience tu kushindwa. Ukifanya hili linaanguka, ukifanya ile unapotesha, umefika mahali umekata tamaa. Nataka nikuambie mpendwa, wacha Bwana akakubadilishe kutoka mtu ambaye ni wa kushindwa uwe ni mtu ambaye ni mtu wa ushindi. Alimbadilisha Gideoni kuwa mtu ambaye anapepeta ngano, na akamgeuza akawa ni shujaa, naye akawa ni mwamuzi katika nchi ya Israeli. Asubuhi ya leo, let there be a shift kutoka mtu wa kushindwa na ukafanyika kuwa mtu ambaye ni mtu wa ushindi. Mpendwa, umekuwa ukitangatanga huko na pale, unafanya kazi na vitu ambavyo havifai. Kama vile Mungu alimpata Musa akitangatanga, akitembea, akishurura shule kule milimani, naye akaweza kumpea mwelekeo. Nataka nikutangazie ya kwamba Bwana wa mbinguni akakupe hatima yako. Bwana wa mbinguni akakurejesha katika ndoa yako asubuhi ya leo. Kama vile labda umetoka katika ndoa yako, umetoka katika maono yako, na unasurura huko na pale kwa sababu ile ya kukataliwa, kwa sababu hali imekuwa ngumu, Mungu wa mbinguni akurejeshe katika hali yako tena, akuposition vizuri mahali ambapo ulikusudiwa kukaa tangia misingi ya dunia. Kila mmoja wetu mpendwa, nataka nikwambie ya kwamba hakuna mtu katika uso wa dunia anayemwamini Yesu Kristo, anayemwamini Mungu hana hatima yake. Musa aliweza kurejeshwa kutoka hali ya kusurura na kulandaranda kule changwani, akampea hatima na akatimiza ndoto yake. Kama kuna labda jina umepoteza, labda unaitwa majina yasiyofaa, unaitwa majina kulingana na kazi duni unayofanya, nataka nikuambia ya kwamba Bwana anaweza kubadilisha title yako. Tunaona ya kwamba Gideoni in a few moments alikuwa anaitwa mpepetasi wa ngano, lakini walipokutana na Mungu jina lake lilibadilishwa, naye akaitwa shujaa. Wewe ambaye unapepetea watu ngano, wewe ambao umejulikana ni mtu wa vibarua tu, wacha Bwana naye akakurejeshea heshima yako. Wacha Mungu naye akabadilishe jina lako, akakutoa unaitwa tu mtu wa kibarua, unaitwa tu mtu wa suri ya chini. Bwana alimbadilishia watu waliokuwa chini, akawainua juu. Akamuinua Jefta, hata kuinua wewe pia. Akamuinua Gideoni, hata kuinua wewe pia, hata ukiwa katika hali ile ambaye ni hali ya chini. Labda mpendo, ambapo tumesikia neno la Bwana, umekuwa mtu wa kung'ang'ana. Unajua ya kwamba wewe ni kung'ang'ana tu ndio uweze kupata mkate wa kila siku. Kama vile tunaona ya kwamba tumenena hapa awali ya kwamba huyu Petero alikuwa ni mtu amefika mahali pa kung'ang'ana, ana toil,
anang'ang'ana usiku kucha na hapati chochote. Nataka nikutangazie baraka ya leo ya kwamba Bwana wa mbinguni akaweze kukutembelea, akakutoa katika mahali pa kung'ang'ana, akakuinua tena na ukaona faida ya kazi yako. Labda umekuwa kama Petero, umekuwa ukisafisha tu nyafu ambazo ni nyafu tupu. Umekuwa ukifanya biashara, unaenda sokoni unarudi tupu. Umechukua mkopo, badala ukuletee faida umekuletea shida. Umechukua pesa ya chama, badala ikuinue mahali ulikuwa, imefanya nyumba yako imepomolewa, imefanya umetoroka kwako. Wacha nikwambie ya kwamba Bwana akutembelee kama vile alitembelea yule Petero, na maisha yake yakaweza yakabadilika kutoka hali ya kung'ang'ana na kusafisha nyafu ambazo hasina chochote. Nataka nikwambie hii nyumba yako, labda hizo vitu umepoteza kwa sababu ya hali ambayo ni ngumu, Bwana Mungu akakuchase tena na vile vitu ambavyo vilibaki tupu vikawe faida kwako. Labda umepoteza position, labda ndoto yako imepingwa. Asubuhi ya leo mpenda, nataka nikwambie hakuna mtu atakayepinga na kumaliza ndoto ambaye Bwana ameweka katika maisha yako. Ndugu za Yusufu walimpinga, wakamkataa, wakamkusudia mabaya, lakini Mungu akiwa pamoja naye, yule Yusufu aliweza kufaulu. Mpendwa, labda umekataliwa kwenu, labda watu hawapendi kwa sababu ya maono ulionayo, labda upendeke kwa sababu ya bidii ambayo unafanya. Wacha nikwambie mpendwa ambaye unatutazama asubuhi ya leo, usikate tamaa. Yale maono ulionayo, Bwana akiwa upendo wako, nani atakuwa kinyume nawe? Hawawezi kushinda wewe kwa sababu aliye pamoja nawe ni mkuu kuliko pamoja yule walio pamoja na wao. Musa, tunaona ya kwamba Yusufu basi ndoto zake ziliweza kutimiliwa. Akatolewa kwenye chera, akaenda katika ikulu kuu na akaweza kuwa mtu wa maana. Let there be restoration of your position. Wacha Bwana wa mbinguni akaweze kukurejesha tena. Labda wewe wakati wa asubuhi hii unajihisi kuwa mgonjwa, umeremewa, unafikiri ya kwamba mwisho wako umefika. Hapana, usikate tamaa. Bwana Mungu ni mponyaji, anaweza kukutembelea siku ya leo. Ninaomba ya kwamba mahali ulipo kwenye hospitali, mahali ulipo katika nyumba yako na tutazama katika runinga yako, Bwana wa mbinguni akutembelee na ukawe mzima na ukaweze kuwa na tumaini tena. Usikate tamaa. Bwana wa mbinguni anakupenda. Nataka nikuambie mpendwa, tunapomaliza kipindi chetu cha asubuhi ya leo, ya kwamba Bwana wa mbinguni akutende mema, akuonekanie, akuinue tena, akutoe katika mahali pa aibu, akuweke mahali pa heshima, na arejeshe ile nafasi ulikuwa umepoteza. Ile mahali ambao umefanya kazi kama Gideon, mahali ambao hapafai, wacha Bwana akuposition mahali pako. Mahali ulipo mpendwa, uchakorogewa, Bwana ana hatima nzuri juu ya maisha yako. Wacha Bwana akubariki, akutende mema, akuonekanie. Kwa hivyo mpendwa, kama umesikia neno la Bwana, tunashukuru sana kwa kuwa mtazamaji wetu siku ya leo. Bwana wa mbinguni asidi kukubariki, asidi kukuinua na akutende mema tunapoendelea kutazama television yetu ya Ndizi TV hapa Kisii na kwingine kote. Bwana wa mbinguni awabariki. Aliyeleta neno asubuhi ya leo, labda haukusikia tukianza, ni mimi Askofu Simon Peter wa makanisa ya Ambassadors for Christ hapa Kisii. Bwana wa mbinguni awatende mema. Wacha tumalize kwa kuomba. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante Bwana kwa sababu ya hawa wapendwa ambao wamelisikia neno lako. Mungu wetu, unapowatembelea maisha yao yanabadilika. Tunakuomba ya kwamba asubuhi ya leo ukabadilishe maisha ya watazamaji wetu ambao wameweza kutazama runinga hii kwa ajili ya kuweza kubadilishiwa maisha yao. Watembelee na wainue, uwapiganie mtakatifu. Wagonjwa wapate uponyaji, waliokuwa hali ya chini ukawainue, waliokata tamaa Bwana ukawape tumaini la maisha. Asante mtakatifu kwa sababu umetusikia na utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Asante sana Bishop. Thank you. Bia sana tenya saya Gusii kegima. Amen. Soko toletera lingana. Amen. Ngobonu mo chumo ligereria abunere nchera yabo tambe tokote bangambia mona sengencho kwa bera mo 9 tu asogo sanga lingana liyo monene mambia bono. Natumai ya kwamba umebarikiwa team diaspora wote ambao mnatufuata. Yandako tupate mitandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News, asezemo ya YouTube tonyole muna Ndizi TV. Ngobonu bia mona sana o mwa chumo ligereria na ande ningene tenga onsi nachi
ikoba buya ikoba mwancho murigereria genda ko tubwatia ase namba irese screen yawe goroka buturikira ujumbe asubingo tutevinga yoki bwaterete na kikwanyorira Masesenia mambia bono murobiri kibwateri tukeria ningogoganiria ngogutumira maiga na ande ningoganeretie wiki engiya ikobono tuende mbali twana sese moyende studio tuende madukani tukirudi tena na sentunda yende ya kabere ya top 5 at 5 matera 5 yengencho amatera 5 amatingu ya Masesenia ikobono usiende mbali upande mwingine wa studio producer tupe kitu. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta kwarigirie obubwenia asumu chandu bugurwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yukurwa mariogo yemete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komentaba gakachinguru cyubusacha ayugo sibyabangi na enchera y'urwiburo ayakubwenia